unapotembea katika masharti ya Mungu, utaona watu tu wanasema fulani hakuwa hivi, lakini fulani kweli ameokoka. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya ile muonekano wako unaonekana tofauti, matokeo yanaleta tofauti na watu walivyokuwa wanakuona awali. Matokeo yanaanza kuonekana. Bwana asifiwe. Yanaanza kuonekana. Kwa hiyo tunapoambiwa tuishi maisha matakatifu, tuishi yale mambo ambayo ya kumpendeza Mungu. Ukiokoka ina maana tunasema umevua utu wa kale, si ndio? Umevaa utu upya. Yaani kuvaa ule utu upya ina maana vile ule utu upya uonekane, sio uwe ndani ya moyo wako. Uonekane hata ndani ya nini? Ya muonekano wa nje. Ulete matokeo ili watu waone kweli huyu mtu ambaye ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana mtu akiokoka, kitu cha kwanza kuokolewa inakuwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Roho inakuwa haina shida yoyote. Kwa hiyo mtu ana vitu vitatu, ana roho, ana nafsi, ana mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ana roho, ana nafsi, ana mwili. Kwa hiyo roho, mtu anapookoka roho yake inakuwa safi. Shida inakuwa kwenye nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Shida inakuwa kwenye nafsi, kuleta matokeo ya nje. Ili mtu aonekane mtu ameokoka, sisi tunamwangalia kwa nje. Matokeo yaanzie ndani, atoke wapi? Nje. Bwana Yesu asifiwe. Lakini roho ikiwa imeokoka, lakini nafsi bado ina sita, lakini nafsi bado haiamini, bado huyu mtu tunasema hajaokoka, kwa sababu matunda ndani ya roho yake bado hayaonekani wazi. Bwana Yesu asifiwe. Ili yaonekane, inatakuwa nafsi nayo, kwa sababu nafsi ndio ina balance roho na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati mwingine unakuta mtu amesema nimeokoka, roho yake kweli iko safi, lakini nafsi yake ndio inayompa shida. Nafsi hii ndio inaleta mawasiliano ya kufanya vitu vibaya. Mtu ameokoka anakuwa mchawi, mtu anaokoka lakini anakuwa mzinzi, lakini anasema hivi, sikunaokoka kwa sababu nimeokoa roho tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anataka uokoke vitu vyote. Unaposema umeokoka ubadilike kweli, na kweli kuokoka ni gharama. Bwana Yesu asifiwe. Ili uokoke lazima ugharamie. Ikiwa unaenda saluni unatumia 50,000 kwa ajili ya kusuka nywele, na ili uokoke kuna gharama. Lazima ujitoe, watu waone mfano. Bwana Yesu asifiwe. Ili unapomwambia mtu aokoke, anaona kuna sababu ya kuokoka. Mtu akiona, akiangalia, akikuchungulia, akiangalia, anaona kuna sababu ya kuokoka. Lakini matokeo yake unayemuonyesha, yeye mwenyewe anasema, mimi mbona sioni matokeo yako. Bwana Yesu asifiwe. Haoni matokeo kwa sababu yaonekani dhahiri. Lakini akionekana, ukiweza kumshauri, yani matendo yako wewe ndio yanaweza kuifanya kanisa likajaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini matendo yako yanaweza kufanya kanisa lisionekane sio kitu chochote. Likaonekana kanisa ni watu kazi yao ni kutaka sadaka na zaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu matokeo yanafaa yaonekane. Matokeo yakikosa kuonekana, ndio pale watu wanasema Mungu gani? Si ndio? Lakini matokeo yakionekana, watu wanasema kweli sehemu ya kukimbilia. Bwana Yesu asifiwe. Kweli sehemu ya kwenda kulia. Kweli sehemu ya kukimbilia. Shida yangu niipeleke pale. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema msalaba umenikomboa, mtu akiangalia na kweli kuna sababu ya msalaba kunikomboa. Lakini kama unasema umeokoka, unampenda Yesu, maisha yako magumu, tabia zako mbaya, hata umshauri mtu, hata ushinde ukimshauri mtu, hauwezi kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unakuwa huna hoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata mchawi ili akuroge lazima awe na sababu. Ili mtu aokoke lazima uwe na sababu. Sababu ile ndio inayomfanya yeye abadilike. Sababu ile ndio inamfanya asibadilike. Sababu ile ndio inamfanya aimbe. Sababu ile ndio inamfanya avae vizuri. Sababu ile ndio inamfanya vile vitu viovu aachane navyo. Alikuwa mzinzi aache, alikuwa mmalaya aache, alikuwa mlevi aache. Kwa sababu gani? Kila akikuangalia anaona uko safi. Anaona na yeye mwenyewe anatamani kubadilika. Anatamani kutembea katika njia ya kwako. Na yeye mwisho wa siku anasema mimi mwenyewe nimekubali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama haoni matokeo ya wewe mtu unayesema umeokoka, bado tuna kazi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi huwa tunasema tunajitosheleza. Yaani tunafika wakati tunasema mimi basi. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua mstari 2 3 unasema mimi basi nimeokoka,
basi inatosha. Lakini kwa Mungu wewe kila siku ni mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kwa Mungu kila siku inapoitwa leo, sisi bado ni wanafunzi. Ndio maana tunajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunajifunza. Lakini Mungu anaposema tuishi maisha matakatifu, tuishi maisha matakatifu ambayo yanampendeza Mungu, ndio maana alitupa zile amri. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema kwa mganga kuna sheria na kwa Mungu kuna sheria zake, ili upate kubarikiwa, upate kuinuliwa, upate uzao, upate kubarikiwa katika kazi. Kuna taratibu. Ukitembea katika taratibu lazima upate matokeo. Lazima matokeo yaonekane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unatembea katika njia ya kumpendeza Mungu. Mungu lazima aachilie baraka. Mungu lazima aachilie uzima. Mungu lazima aachilie kipato. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi na wewe maisha yetu yanakuwa yabadiliki kwa sababu ya muda mwingine ni moyo, ndani ya moyo wetu bado tuna shida. Lakini leo Mungu anasema tuishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu ni kubadilisha mtazamo, ni kubadilisha fikra tulizokuwa nazo. Tukibadilisha mawazo na fikra tulizokuwa nazo, tunaweza kuokoa na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maisha yako wewe ndio yanafanya na mtu fulani abadilike. Zamani wanasema mlokole alikuwa hata ukiweka hela yako hapa, mlokole akipita hela hawezi kuiokota. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa mlokole hata kikiona kitu cha mtu kimezubaa, naye anachukua. Huyo mtu ataweza kumshauri mtu? Atakuwa na nguvu ya kumwombea mtu? Atakuwa na nguvu ya kumponya mtu? Maisha yake bado sio matakatifu. Kwa hiyo maisha ya kuwa mtakatifu ni kubadilisha tabia, mwenendo, fikra na mtazamo uliokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yoyote anayeweza kutufanyia hivyo vyote ni kumkimbilia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumkimbilia nani? Yesu. Unaposoma Biblia hii unaweza kusoma kama karatasi. Biblia unaweza kusoma kama kitabu. Biblia hii unaweza kusoma kama Biblia neno la Mungu. Biblia hii unaweza kusoma likakuvusha. Biblia unaweza kusoma hapo baadaye ukawa chizi. Inategemeana na wewe umeitumiaje. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeitumiaje? Lakini Mungu anasema kwa ajili ya hayo. Ile kwa ajili ya hayo, baada ya kufanya maovu, baada ya kumwasi Mungu, baada ya kufanya kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu anaamua kutuacha. Ulikuwa mwimbaji mzuri, ulikuwa mtumishi mzuri, ulikuwa mfano kwa watu, lakini badala wewe uendelee kuwa mfano kwa watu wengine, wewe umeingia kuwa mfano kwa watu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Unavaa kama walivyokuwa wanavaa wa mataifa. Unaimba kama walivyokuwa wanaimba wa mataifa. Ukila kidogo tu, yani vitu vyako unafanya vitu vya mataifa. Badala wao watuige sisi, ila sisi tunawaiga wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukifika pale lazima watu waone watu wanataka sadaka tu. Wanataka zaka tu. Haiwezekani. Ndio maana kila siku wananunua magari kwa sababu ya kula tu hela yetu. Kuna wengine wanataka neno lililonyoka. Bwana Yesu asifiwe. Usione makanisa mengine yanachelewa kujaa kuwa na watu, ni kwa sababu sheria na taratibu zilizoko ndani ya kanisa zimesimama. Bwana Yesu asifiwe. Zimesimama. Lakini kuna sehemu nyingine nasema wewe njoo tu jinsi ulivyo. Ukiwa mlevi njoo, ukiwa mzinzi njoo, jinsi ulivyo wewe njoo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo huwezi kuona utakatifu. Hapo huwezi kuona Roho Mtakatifu akihudumia kanisa. Huwezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anataka kutembea kwa sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu kaweka sheria. Mungu kaweka kanuni. Hata wewe nyumbani ukiwa baba au mama, sidhani kama unatamani utangulie kufika nyumbani ujioni kuliko mtoto. Yaani mtoto acheze mpaka saa 4 usiku, wewe ufike saa 12, saa 1 huko nyumbani, mtoto aingie saa 4. Sidhani kama huo ni utaratibu utaupenda. Eti jamani, kuna mzazi atakayependa hivyo? Hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtoto mwema akienda shule, akijichafua, anaporudi nyumbani kwa jinsi alivyojichafua, kabla hajaingia nyumbani huwa anajiangalia yupoje. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini anajikagua? Anajua kabisa zile nguo alipotoka nazo awali na anazo navyo ni vitu viwili tofauti. Lazima atengeneze mazingira ya kuzifanya zile nguo ziwe nini? Ziwe safi. Kama zilikuwa na vumbi ajipukute, kama sio hivyo aangalie nyumbani kuna hali gani, mzazi yupo au hayupo. Bwana Yesu asifiwe.
Ni kwa sababu anajikagua kwanza, anajipeleleza kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ametupa tuendelee kujipeleleza ili mradi tuendelee kutembea katika njia ya kumpendeza nani? Mungu. Ili tuishi katika maisha matakatifu ni kukataa vitu vingine. Tumesema ni kukataa vitu vingine tuvione kama nini? Kama mavi. Bwana Yesu asifiwe. Amen.